Kwa majina naitwa Rubina Kachejefwa. Mimi ni mkazi wa Bamba. Niko na miaka 25. Nimesomea shule ya msingi ya Furaha Academy. Nikajiunga na Godoma Secondary School kwa masomo yangu ya high school. Nilivyomaliza pale, nikaenda Shanzu Business School ambapo nilifanya kozi ya HR. Lakini nilikuwa natamani sana kuwa mwigizaji. Nilikuwa tu naona watu, nilikuwa naona vipindi, natamani nikuwe mwigizaji mzuri, lakini sasa sikuwa nimepata ile chance kulingana na background yangu kule ambako nilikuwa ninatoka. Hakukuwa na mambo ya drama festivals, hata shuleni hizo vitu hazikuwa sana. Alipokuwa kule Shanzu, sisi tulikuwa tunajua anasomea human resource. Lakini pia yeye mwenyewe pia alikuwa na talent yake ambayo alikuwa anaifanya kule. Although hapa nyumbani sisi tulikuwa tunamuona yeye ni mtu wa kupenda marafiki sana. Maana hapa nyumbani alikuwa analeta marafiki, hata wengi wao tumewajua kwa sababu yake. Mimi kama binafsi mamake sikuwa nimeona kitu, lakini siku moja nikaona kitu kwa hii TikTok. Anaongea kuhusu vijana wale wa pale Mavueni. Akiongea kuhusu George Kiti, akipata uongozi basi angalie wale vijana wenye wanauzauza pale. Asa from there ndio tukaanza kujua labda msichana ana talent fulani. Manake watu nilikuwa nawasikia kama huko kwenye nafundisha wanasema tumemwona yule msichana wako madam anasema wanauza njugu mara bodaboda. Sasa from there ndio tukaanza kujua kwamba yeye kidogo ana hiyo talent ya kuongea na vitu kidogo vina influence. Nikiwa high school, watu walikuwa wananichekelea wanasema naongea na capital letter. So nikasema acha nitumie hiyo asili yangu kuweka hii kitu kwa mtandao. So kuna video nilitengeza, nilikuwa nimeshikilia simu tu kama selfie. Nikafanya hiyo video, nikasema mimi napenda lugha yangu, siwezi enda kwingine na nianze kuigiza. So vile nilifanya in a funny way. Na by the way siku post mimi hiyo video, nilitumia tu rafiki yangu mmoja anaitwa Mwanaisha. Nikamtumia ile video na niliweka kwa black and white. Nilikuwa naogopa watu wa nyumbani wasione eti imepostiwa kwa mitandao ni mimi. Nilikuwa naogopa. So nikampatia akapost. The next 24 hours sasa marafiki zangu wamekuja shule, wenye ambao walikuwa ni day scholar. Wananiambia Ruby you are trending, Ruby una trend. Nikasema kwa nini na trend? Sema ile video yako yenye uliweka jana imefikia watu wengi, watu wanakuulizia. I did another video na nyingine tena zikaenda viral hata kushinda ile ya kwanza. So my journey ya kuwa actress, kuwa influencer, ya kuwa comedian ilianzia hapo sasa. Video yangu ilitrend sana kule TikTok. Kulikuwa kuna TikTok ndio imeintroduciwa Kenya. Ilikuwa nadhani haijamaliza hata miaka 2. Kule kwetu kwenye natoka kuna ukame, huku kuna drought sana. Mpaka mifugo ilikuwa imekufa, mvua hainyeshi, watu wanateseka njaa, watoto wadogo wanahangaika hawaendi shule. So nikasema vile najulikana TikTok, nikiingia live, watu walikuwa wanakuja kwa live yangu, wanakuja wanani support, tunaongea. Nikatumia ile opportunity, nikatengeza group. Nikatengeza group, nikasema watu tuchange, ndio niende nisaidie kule Bamba. Na watu wali come through, walinisaidia wengi, wengine hata siwajui. Watu kutoka different places, kuna wenye walikuwa wako nje wanafanya kazi, but kwa ni huku bado wakanisupport, tukachanga pesa, tukapeleka chakula. Tulipeleka mara nyingi sana. Kuja Sangina alikuwa anakuja kule shule anasema, "Madam, tunataka kuja kwa hiyo shule yako. Tumeona na marafiki zangu kuna kitu tunataka kupatia hao girls wako." Haya, wanakuja pale shule, tunaenda ofisini, anaita wasichana, anaganya sanitary. Kuna siku moja hata tuliita kama shule 3 hivi. Na watoto wakafurahi sana, wakapewa hizi sanitary, wengine wakapewa hizi pants. Watoto walikuwa wanafurahi. Amekuja sana kwa shule yetu siku nyingi. Nakumbuka marafiki zake wengine pamoja na yeye. Kila mtu alikuwa anachagua wake, anasema huyu mimi nitamnunulia uniform, huyu nitampatia viatu, vitabu pia wakanunuliwa. Bado uniform wako nazo, manake hata si kitambo sana. Yeah, to be honest, watu wengi wananitambua, watu wengi wananirespect kwa vitu ambazo nimekuwa nikifanya kwa community. Kuna watoto wengine hata walikuwa ni walemavu, na there's a girl mwenye alikuwa ako nyumbani ni yuko blind, na nikapata taarifa from
my aunt ni mwalimu shule nyingine huko inaitwa Mariani. So akaniambia kuna huyu msichana haoni, na hiyo hali yenye tunaona ni kama ataingia kwa ndoa za mapema kwa sababu amebalehe na she has nowhere to go, like haendi shule. So I went there with 2 of my friends, tukaenda tukamwangalia yule mtoto, tukaongea na mamake, tukafanikiwa kumpeleka shule. Mpaka sasa hivi venye naongea ako shule ya ulemavu pale Mtwapa anasoma. Nikiangalia jamii yangu, wasichana ni watu ambao, yani watoto wa kike wanachukuliwa ni kama bado hawajapewa ile respect ukilinganisha na mtoto wa kiume. So kuna huyu msichana mwenye nilipata habari kuwa hajaenda shule na alikuwa amepita vizuri KCPE. So nikaweka ile kitu kwa mtandao na huyo mtoto akasaidika. Sasa yako shule, ako form 2 na anaendelea poa. Kuna vitu zingine hapo zamani zilikuwa ni vitu ambavyo ni vigumu sana kwa watu kuelewa. Kama mtu akiwa labda kuna ugonjwa wa kifafa, ama mtu pia yuko na ugonjwa wa HIV, lakini tumeona through social media na hawa influencers wetu imekuwa rahisi sana. Kama juzi kati mrembo wetu Ruby alikuwa katika tamasha kuu ambalo liliandaliwa na ofisi ya Health County, and alikuwa anaongelea kuhusu ugonjwa wa kifafa, na alileta kuwa huu ugonjwa ni ugonjwa tu wa kawaida ambao mtu wote unaweza kumpata, na hata ukiupata katika jamii yako pia unafaa uchukulie kama tu ugonjwa wowote. People feel like this is just something normal, it's like malaria ama any other. Si kama vile kitambo ungekuwa kuna kifafa watu wangeanza kukuisolate, kukuweka kando, lakini through social media na influencer wetu tunaona ni vitu vizuri sana ambao wanafanya, mojawapo ikiwa katika hiyo. Nimetukanwa, nimedhalilishwa sana, mpaka kuna wakati nili give up. There's a content I made nikiwa na my information ambayo nilikuwa nataka nipass kwa jamii. Nilikuwa nasema tunafaa kusoma sisi, jamii yetu ya Kimijikenda tunafaa tuende shule, but sasa watu hawakuielewa ile content yangu. I received a lot of hate, mpaka mimi mwenyewe nilikuwa give up, nasema nitatoka mitandaoni niende nitafute another life. Watu tofauti wakani encourage, na pia ni watu ambao pia nilikuwa siwajui. So niko na mimi siwezi acha, kwa sababu kama mtu ananifuatilia na hata anijui na anaona kama mimi naleta impact, wacha tu niendelee. Sometimes kwa sababu pia mimi ni mwanadamu, niko na feelings, nasikia tu nikasirike, nasikia tu ni give up, lakini sasa kuna ile kitu ndani yangu inaniambia tu wewe endelea, kama hata watu hawaridhiki, kwa sababu nimejifunza si watu wote ambao wanaridhika na jambo lako ambalo unafanya. So hiyo ndio kitu ambayo imenifanya mpaka leo hii nimesimama hapa nikitell my story, ndio mtu mwingine kule nje ama kijana yote ambaye ananifuatilia akuwe encouraged, ajue kuwa matatizo yako, challenges ziko nyingi sana, lakini lazima tu tupambane. Jamii yangu kwenye natoka, it's so rare upate msichana amesoma mpaka amefika mpaka chuo kikuu, amemaliza, ako na kazi yake. Wengi sana huwa wanapata mimba za mapema, wengine wana drop out of school kwa sababu ya shida ndogo ndogo, but mimi niko hapa nimesurvive licha ya kuwa mimi ni yatima, nimelelewa tu na nyanyangu na babu yangu peke yake. Mamangu aliniacha nikiwa niko mdogo, hata simtambui kusema kwa kweli, but nimelelewa, though tumehangaika tukiwa pale na nyanyangu, lakini nimekuwa niko na ile like Mungu amenisaidia, nimefika hapa mahali kwenye nimefika. You are now tuned in to your number 1 radio station. Ndio. Nitaolewa. Ni kweli. Sasa wewe kunichukua mimi na useme eti unanipima eti uniangalie kama naweza kuwa wife material, hiyo ni kukosea heshima wazazi wangu. Sio kukosea heshima wazazi. Na itakuwa haipendezi ikiwa kijana kama wewe utafanya hivyo mtoto wa kike eti unamwangalia kama anaweza. Ruby Kache comes in to the radio industry with a huge following already established on her social media platforms and handles. And this gives her
an advantage over other presenters because they pick and continue the conversations which they've had on the social media platforms back on air. Ruby brings on board her humor and her humorous personality on the radio platform. And this makes it easy for us to have conversation with listeners who are used to her personality already established. Through social media nimepata job as a radio presenter. Mimi saizi ni radio presenter wa a very new and big radio station in Kilifi inaitwa Coco. Nafanya kazi vizuri. Yani nakaa kama professional kwa sababu walijua mimi niko na talent, I can talk, yani naweza ongea mbele za watu, I can tell stories. So imenisaidia, imenipatia job opportunities, nimekuwa influencer nafanya marketing ya biashara tofauti na watu wengi sana. So imenipatia kipato kingi ambacho nikisema sina shukrani nitakuwa niko muongo. Ruby's legacy is inspiration. This is a success story of a young girl from the Mijikenda community making it to the big world. She is a testament of what turns out to be just a passion turning into a career. Nilikuwa niko na support lakini kwa family member haikuwa ile sana. But mtu mmoja tu, babu yangu mwenye alinilea, nimetangulia kusema babu yangu alinilea akiwa na nyanya, ndio alikuwa anani encourage kwa sababu yeye ndo amekuwa kama pila ya maisha yangu. Kuna challenges nilikuwa napitia hata high school, ni yeye ndo alinisimamia. Yeye alikuwa ana believe yani anajua ni kama huyu mjukuu wangu kwa sababu mimi ndio mjukuu wake wa kwanza wa mtoto wake wa kwanza na mtoto wake aliaga. So ni kama mimi alikuwa anaona kuna kitu ndani yangu. So babu yangu alikuwa kama support system yangu, na kwa bahati mbaya aliaga 2021 na the same year after kama some months ndio hivyo nikafanya video zangu na hivyo ndio nikapata fame. So huwa nakaa na natamani angekuwa hapa, sijui angekuwa nasikiaje. Sitaki kuwa emotional. Yani Rubigache ni mzukuru wangu wa mwanangu wa kwanza. Yeye naye ni mwana wa kwanza. Damurera kamurika skuli akashoma akahalwa ni afadhili haria kanisani Katoliki. Ati hogonya haho nikimuhirika haria kudomo. Were ni muhohariye si mtukutu viriaho. Chondi chomamba were ananitengesera. Na kula mwanzo wa haho sizangwe kumona matatizo kwa ukala anani tatisa. Ariho fika haho nikimuhirika Shanzu, ariho mbola Shanzu ndo akigwirana nagaga mambo gaga arigo nago. There is this guy, a very good, a big filmmaker ambaye ako Mombasa, Daudi. Kuna movie moja ambayo nilificha pale ambayo ilienda Netflix, na mimi nikiwa kule shoot nilikuwa naangalia vitu vile zinaenda, watu wakishoot na yeye vile pale akicommand ile nani yake kwa sababu production ni yake, he command vitu vifanywe. Mimi vile natoka huko mashinani na hizo vitu hazifanywi huku, sijaona watu ambao hata wako serious wakifanya film. So nimetamani sana pia mimi one day nikuje nikuwe producer, nikuwe na produce vipindi, nikuwe na produce movies, ndio nisaidie wale wengine ambao wako chini, ni create job opportunities, nipe watu chance ya kujikuza kitalanta, nikuwe niko na my equipments, nikuwe niko na a studio ambao nitakuwa nasaidia wasanii, nikipata kipato bado nasaidia wengine pia kugrow. So Daudi Anguka kwenye yuko kwanza alinisaidia mimi kwanza kugrow, kuficha tayari kwa movie yake ya Netflix Mvera haikuwa kitu rahisi
rahisi kwa sababu mimi natoka mahali ambapo hata sidhani hata kama kuna mtu ashawahi kuwa na hiyo jina ya kuwa huyu ameact wapi. Toa tu shukrani kwa sababu alinisaidia pakubwa sana.